Bwana, kama wewe ni dereva, hasa wale madereva ambao wanasafiri safari ndefu, hasa zile zinazowafanya usafiri mpaka usiku wa manane, natumaini huwa mnapitia vitu vingi sana barabarani na mnaelewa kabisa hasia ya barabarani, hasa zikifika nyakati za usiku. Kila dereva anaujua usiku upo katika hali gani, unatisha, na wanakutana na vituko vingi sana barabarani, hasa ukiwa usiku. Sasa filamu hii itaenda kufumbua baadhi ya siri ambazo watu wakutana nazo au kukumbana nazo wakati za safari za usiku. Hapa ndipo tunapokutana na wahusika wetu wakuu. Tyler, kijana anayependa maisha kutotulia sehemu moja, na mpenzi wake Maddie, msichana aliyekulia kwenye vituo vya kulelea watoto yatima na anayetamani sana kuwa na nyumba ya kudumu yenye amani. Wawili hao wameamua kuacha maisha yao ya mjini New York na kuanza mtindo mpya wa maisha unaoitwa van life, yani kuishi na kusafiri ndani ya gari maalum. Tyler anaona haya ndio maisha ya uhuru, lakini Maddie, ingawa anafanya hivi kumpendeza tu mpenzi wake, ila ana wasiwasi mwingi kwa sababu hana uhakika na maisha haya ya barabarani. Wamekuwa barabarani zaidi ya wiki 6 sasa. Sasa siku moja wakiwa wanaendesha gari usiku kwenye barabara ya ndani iliyotengwa na misitu minene usiku sana wa manane, ghafla Maddie aliyekuwa dereva wakati huo anaona gari likimpigia honi sana na kuna mtu ndani yake kimnyoshia sana mkono, ni kama alikuwa anaomba msaada. Tyler anaamka na kumwambia Maddie apunguze mwendo kidogo, huenda ikawa ni wale hivi tu, unajua tuna mambo ya barabarani, wanamzingua. Lakini lile gari linavuka kwa spidi na kuwaacha. Baada ya muda kidogo wanalikuta lile gari limepata ajali mbaya likiwa pembeni kabisa. Tyler akiwa na nia njema ya kibinadamu anaamua kusimamisha gari la ili kuwasaidia. Sasa hili ndilo kosa kubwa zaidi la maisha yao. Maddie anashuka na kukaribia lile gari lililopata ajali. Mara yule dereva kuna kitu kinamvuta ndani na kumfungia mlango kabisa. Tukio hili analishuhudia Maddie pekee. Tyler anakuja kutoa msaada, lakini tayari yule dereva anakuta ameshakufa, na kwa njia ya ajabu sana, na sio ajali iliyomuua. Kuna kitu kimemmaliza. Lakini Maddie anashangaa kuona mikwaruzo 3 mikubwa ya ajabu kwenye gari hilo. Hapo Maddie anaanza kuhisi uwepo wa kitu kisicho cha kawaida. Anasikia kama kuna mtu anatembea kwenye huo msitu, kwenye giza karibu na gari hilo. Anamwona mtu kasimama, anamwangalia kwa macho makavu yasiyopepesa, na ghafla haonekani tena. Lakini muda huo nao polisi walishafanikiwa kufika eneo hilo ambalo Tyler alikuwa ashafanya mawasiliano mapema. Lakini Maddie anapatwa na hofu kubwa na kumwambia Tyler waondoke eneo lile mara moja. Wanarudi kwenye gari lao na kukanyaga mafuta, lakini hawakujua kama jinamizi hili limeshaingia ndani ya gari lao, na tangu sekunde hiyo hawapo tena peke yao. Ikabidi wafike kwenye motel moja angalau walifresh kidogo akili. Lakini Maddie bado yuko na wasiwasi, anajaribu kupitia footage zilizorekodiwa na gari lao kutokana na lile ajali iliyotokea, lakini zile video ni kama hazionyeshi vizuri. Tyler anamfuata Maddie na kumtuliza asiwe na stress na kuhusu tukio lililotokea. Basi Maddie anakubali, anakula busu zito. Stefan anapuliza kipienga mpira uweke kati, miguso, minuso, migusano na mibinuano. Sasa siku ya pili wanaamka, wanajiandaa kuendelea na safari. Tyler anashangaa kuona alama ya mikwaruzo kwenye gari yake, na mkwaruzo ule ni mstari 3. Sasa Maddie anashtuka kwa sababu anayekumbuka hii mistari aliona usiku wa jana kwenye lile gari lililopata ajali na kusababisha mtu kupoteza maisha pale pale. Wakiwa wameishiwa nguvu kabisa, mchana mmoja wanafika kwenye kambi moja ya magari. Hii ni kambi maalum ya van travelers, yani huwa wanakutana sehemu kama hii na kufurahi pamoja. Sasa Maddie akiwa anatembea anakutana na bango la watu waliopotea, na wengi wao ni couples, yani watu walikuwa kwenye mahusiano au ni wapenzi. Na cha ajabu zaidi, anaona ile nembo ya mistari 3 ikiwa imekatisha kwenye figa ya mtu hivi. Anakutana na bibi mmoja anaitwa Diana. Anaonekana kujua siri nyingi kuhusu barabara na ametembea safari nyingi sana. Sasa Maddie anamsimulia Diana kuhusu ajali waliokutana nayo jana usiku. Diana anashtuka sana na kumwambia, mlisimama
na kama ulisimama hutakiwi kuwepo hapa saizi. Yani nakwambia kwa sababu ukweli mchungu nao kuambia kwa sasa hivi, usitembee usiku na wala usisimame hata iweje, kwa sababu binadamu hatuchukui safari, ila safari inawachukua binadamu. Alafu bibi akaondoka. Tyler anakuja kumwambia tayari amepata marafiki na wamemsaidia kupaka rangi gari yake na mikwaruzo imefutwa, haitaonekana kabisa. Sasa jioni wakaenda zao gym kupasha misuli. Sasa wakati Maddie anatangulia kwenda kwenye gari, alikuwa na hofu kama kuna kitu kinamfuatilia, na gari haikuwa mbali sana. Alafu anasikia hatua zinakuja nyuma yake, ili anageuka hamna mtu. Anageukia gari, hilo gari limesogea. Sisi tulikuwa hapa tu karibu, nina mawengi au ni nini? Basi kabidi aanze kutembelesha tena kwa speed. Ila pia anasikia tena zile sauti za viatu zinamfuata nyuma. Anageuka, hao ni mtu. Anageuka tena mbele, gari limesogea zaidi mbele. Ni kama kuna mtu alikuwa anaendesha ile gari na fungua nazo yeye mwenyewe. Hakuna wewe sentani, alifungua booster kishenzi mpaka kwenye gari. Anawasha kamera za gari na kuona kama kuna mtu alikuwa nje, lakini haoni kitu. Ila kamera nazo zinazima mbaya zaidi. Mlango wa nyuma unafunguliwa bila yeye kujua. Anaamua kumtext na kumtuma text nyingi mpenzi wake Tyler aje. Sasa Maddie anafunga mkanda awashe gari amfuate, ghafla mkanda na mkaba kwa nguvu. Alafu kuna kiumbe kinakuja taratibu nyuma yake na kinaanza kumkaba shingoni. Anapambana sana na anafanikiwa kuchomoka baada ya kumgusisha ile cheni aliyopewa na Tyler. Ni kama ilimchoma hivi. Tyler anakuja haraka sana, lakini hao ni mtu kwenye gari. Tangu hapo basi Tyler akaamini kuna kitu kweli kiko sawa, kwa sababu hata ile mistari mitatu aliyoifuta ilirudi tena kwenye gari, na kile kiumbe kikaanza kujionesha na kuwatesa, na ikabidi warudi mpaka kwenye ile kambi ya magari kuomba msaada wa yule bibi anaitwa Diana. Diana anawaambia kuwa kiumbe huyo hawezi kuacha kuwafuata mpaka awaue. Kwa kuwa mpaka sasa hivi hajawaua, ni kwa sababu anaenjoy kitu anachokifanya, isipokuwa tu watapata nguvu ya imani na kuamua kutulia na kuacha maisha ya uzururaji. Anawapa dokezo la kihistoria kuhusu mtakatifu mmoja Mkristo aliyekuwa mlinzi wa wasafiri, Christian Martin, ambaye hadithi yake ina siri ya jinsi ya kumshinda au kumfukuza kiumbe huyu kwa kutumia alama ya msalaba na imani. Na anawaambia atawasaidia kuwapeleka eneo hilo la kanisa, lakini mambo yanaenda kuchange kabisa. Kile kiumbe kinatokea ghafla pale pale na kinamaliza mara moja kwa moja bibi Diana. Maddie na Tyler wanaamua kuchukua maamuzi magumu kwenda eneo hilo la kanisa kwa ujasiri, wakitumia nguvu ya kiroho na msalaba, lakini sio rahisi kama wanavyodhani. Wanafika eneo hilo na kukutana na majaribu makubwa sana. Kanisa naliona limezungukwa na maiti nyingi za watu zilizofunikwa na sanda, na hakuna njia nyingine zaidi ya kuzikanyaga tu zile maiti. Hebu fikiria, kanisa naliona liko mbele yako, lakini njia pekee kupita hapo ni kuzikanyaga zile maiti. Mbaya zaidi, kile kiumbe, ama kwa jina lingine naweza nikakiita passenger, anaanza kuwawashia moto na kuwachezesha ili wasifike eneo hilo. Wakati huo Tyler anatupwa nje na mtu pekee ni Maddie wa kumaliza mziki huo. Sasa Maddie anafanikiwa kumchoma kile kiumbe kwenye mkuki wa sanamu la kitakatifu, na kiumbe huyo anapiga kelele kubwa ya maumivu. Na wakati huo moto umeshatanda kanisa lote, na pale ndipo unakuwa mwisho wa jinamizi hilo la kuitwa passenger. Huku jua linaanza kuchomoza taratibu. Tyler naye anakuja akiwa bado yuko hai. Wanakumbatiana kwa furaha wakiamini usiku wa kisa wameumaliza. Filamu hii inamalizika kwa kutupa ujumbe mzito kimaadili, hasa maisha ya barabarani, na kukimbia ukweli yanaweza kukufanya uwe hatarini kwa maadui usiowajua. Ni pale tu Maddie na Tyler walipoamua kukubali kuachana na maisha hayo na kutafuta utulivu wa nyumbani, ndipo walipookoka. Ungependa kufanya safari ya van life baada ya kuangalia filamu hii? Niachie maoni yako hapo chini. Usisahau kusubscribe na kulike video hii kwa recap zingine kali za movie za kutisha. Mpaka wakati mwingine, hii ni Soft Movies Recap. Until next time. Ciao.